Nakariri kumshukuru Allah tabaraka wa taala kwa kunipa fursa kubwa ya uhai ili niwe na sababu za kutafuta yeye na kuwa karibu na yeye. Huu uhai ambao umetukutanisha hapa, kuna wengi walikuwa wakiishi kama sisi lakini leo hawapo. Hii saumu ambao twashinda nayo leo, kuna wengi walijipanga zaidi kwa ajili ya saumu hii lakini hawakuwahi kuifunga, na kuna ambao wameianza hawakufikia katika siku ambao tumeifikia sisi. Kwa hivyo kwa hali zote tunalazimika kumshukuru Allah tabarak wa taala. Nakosoa lugha ya baadhi yetu ya Kiswahili, watu wasema hatuna budi kumshukuru Allah. Nasema ni makosa, kwa sababu lugha unaposema hatuna budi ni kwamba hakuna alternative nyingine, umelazimika, hupendi lakini tumeelewana. Kitu ambacho hakina budi ni kitu ambacho kimekulazimu hata kama utaki, lakini sisi twapenda sana kumshukuru Allah tabaraka wa taala. Au mwasemaje mashekhe? Hii lugha hii tuiache, manake unaonyesha kwamba umelazimika tu lakini huna interest ya kumshukuru. La, mu'min lengo lake kubwa ni kumshukuru nani? Allah. Wewe wafanya ibada lengo upate kumshukuru Allah. Allah sema wama khalaqtul jinna wal insa illa, ameumba, hajaumba majini na wanadamu ila kwa lengo la kumwabudu. Lakini kwa nini wamwabudu? Ya ayuha nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum, ameamrisha kumwabudu ili mupate kumwogopa. Alafu Allah asema tena kwa nini mumwogope? wattaqullaha la'allakum tashkurun. Lengo la kumwogopa Allah ni kumshukuru. Sasa hatufai kusema hatuna budi hapana, tunafaa kusema ni furaha kwetu kumshukuru nani? Allah tabaraka wa taala. Ni heshima kwetu na ni cheo chetu kwa kule kuwa tumemtambua Allah tabaraka wa taala na kumshukuru. Ni furaha kukutana na ndugu zako waumini, hasa katika nyumba tukufu, hasa katika mwezi mtukufu, mwezi ambao tunausema kila mara Allah tabaraka wa taala ameufanya ni mwezi kipenzi kwake, mwezi ambao umewekewa ibada yenye siri nyingi. Ibada ya saum utakuta ni ibada yenye siri nyingi, ndiyo ibada inaokusanya ibada zote. Unapokuwa umefunga, ndio mwezi tunasoma Qur'ani zaidi, ndio mwezi tunaswali swala za sunna zaidi, ndio mwezi tunamtaja Allah zaidi, ndio mwezi tunatoa sadaka zaidi kuliko miezi yote. Kwa hivyo kule kuwa Allah ametupa uhai tukaweza kukutana katika mwezi huu ni neema yake, inastahiki kumshukuru Allah. Tusema alhamdulillahi rabbil alamin. Ibn al-Jawzi rahimahullah asema lau wale walio ndani ya makaburi waulizwa mwatamani nini nyinyi, wasema twatamani usiku mmoja katika siku ya Ramadhani. Wenzetu ambao wametutangulia katika kitu wanakiona, wanakimisi sana, kwa lugha ya vijana wanakimisi sana, wanamisi siku moja ya nini? Ya Ramadhani. Sasa haya ni matamanio ambayo kwao hawawezi kuyafikia tena, hawawezi kurudi tena wakapambana na Ramadhani. Lakini mimi na wewe tunayo fursa hiyo, tuko ndani ya Ramadhani.
falnantahiz alfursa, tuitumie hii nafasi, wanaghtanim, na tuwahi katika kuitumia hii nafasi, kwa sababu ni nafasi adhim, ni nafasi kubwa sana. Wewe kuwa katika siku nzima uko ndani ya ibada na hufanyi ibada wakati mwingine. Katika neema ya Ramadhani ni kwamba mchana mzima wewe uko ndani ya ibada, hata kama hufanyi ibada. Uko kazini, unauza biashara zako, lakini madamu umefunga, wewe uko ndani ya nini? Ya ibada. Umepumzika nyumbani, umelala kwa usingizi, lakini umelazwa na njaa ya saumu, wewe uko ndani ya nini? Ya ibada. Kinyume cha swala, ulipotoa salamu, ibada imefanya nini? Imeisha. Haji ukimaliza tu, thumma afidhu min haithu afadha an-nas, sharudi katika hali ya kawaida. Lakini Ramadhani wewe wafanya shughuli zako sokoni na wewe uko ndani ya ibada. Ni fursa kubwa katika maisha yetu, tuitumie. Siri moja ya ibada hii ni kwamba Allah tabarak wa taala aliposema illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bihi, kwamba ibada zote ni za mwanadamu. Kullu amal ibn adam lah, ibada zote za mwanadamu. Kila ibada ajua, hapa nitapata 10, hapa nitapata 1000, hapa nitapata 50. Lakini Allah asema isipokuwa saumu. Saumu ni yangu mimi tu, hakuna anayejua malipo yake. Yeye Allah ndiye anayejua atakulipa nini. Hivi wewe ukapewa kibarua kazi fulani na multimilionia akakwambia, naomba unisafishie hii gari, na si hutolipwa kama wanavyolipwa wengine, na kulipa mimi multimilionia, akili yako itakwambia utalipa ngapi? 100 franc. Utasema leo mimi si ndio? Kwa sababu wajua ana hela huyu, akiniambia na kulipa mimi, basi nitalipwa kitu kizuri zaidi. Sasa anaikwambia ni Allah al-Ghaniyul Hamid. Isipokuwa saumu ni yangu mimi, ndio nitakaye kulipa. Bila shaka ina maamuzi maalumu saumu, Allah anaijua kwako. Kwa nini? Kwa sababu saumu ina siri ambayo ibada nyingine haina. Swala, kila mmoja kuona unaswali hapa, na kwa ajili hiyo waweza ukaja kuswali kwa ria ili ufanye nini? Uonekane, au sio? Au ndani ya swala ukaingiza ria. Wasema kuna kijana mmoja alienda msikitini kabla ya dhuhuri mapema, akaenda kuswali swala yake ya dhuha. Alipoingia akawakuta kuna wazee wawili, wenyewe wako kwenye mishwari yao, wanashauriana katika shura yao, wanazungumza. Wazee wamekaa fulani, yule kijana akakaa pembeni anaswali dhuha kwa umakini sana lillahi. Lakini twajua shetani hataki mazuri kwa mwanadamu. Akamjia yule, akaenda kwa wale wazee. Shetani akawapiga pini wale wazee. Mmoja akasema, mashallah, muangalie yule kijana, hawa ndio vijana bwana, muangalie kijana anavyoswali vizuri. Kwanza time hii utampata kijana afikirie mambo ya msikiti, ameacha kazi yake sokoni, amekuja msikiti tena aswali kwa utulivu. Shetani akamwingia kwenye kijana, akamsikiliza wazee wanavyokusifu hao. Wazee wasema, mashallah, hata mimi nilikuwa nataka kusema bwana, kijana aswali vizuri.
Kijana katani akamwambia, sio swala na saumu juu. Tumeelewana? Sio sala peke yake hapa, na saumu pia imo. Kuna swala tena hapo? Tumeelewana? Akamvurugia swala yake shetani. Sasa amali hizi nyingine zaweza kuingia ria, ukafanya kwa ajili ya mtu, lakini ibada ya saumu ukiamua kuifanya, umeifanya kwa ajili ya Allah. Na ndio utaona hata wale watu walikuwa wakorofi miezi mingine, siku Ramadhani akiamua kufunga anabadilika, au si kweli? Anabadilika paka unafaa ukimwona usimshangae, umwombee Mungu, Allahumma thabitu, Allah mpe thabati, abaki pale pale. Manake wengine sasa ni yeye huyu, hii doa ya hasadi ya kumaliza, akitoka msikitini asirudi tena. Sasa wewe unafunga nyumbani, uko peke yako, lakini labda na mkeo, yale mambo unaweza kuyafanya na mkeo halali yako na unapata thawabu ukiyafanya, lakini unajinyima kwa sababu umefunga, Allah amekukataza kuyafanya. Na lao mungefanya, nani angejua? Kuna mtu angejua? Na angejua mtu. Lakini kwa ajili ya kujua kwamba alam ya'lam bi anna Allah, kwamba Allah anaona. Kwa hivyo unamwambia mke wako, tuchunge sana, ni Ramadhani na mko peke yenu, lakini mwezi mzima mchana wa Ramadhani hamukaribiani kwa sababu ya kumridhisha nani? Allah. Ndio Allah akasema, illa saum fa innahu li wa ana azibi. Uko na maji yako safi, una chakula, uko na friji lako, maji baridi, joto limekui, lakini umetoka kazini mchana, unasikia kuchoka zaidi, utaamua ukaoge, lakini huwezi kufungua friji ukanywa nini? Maji. Pamoja kuwa hakuna mtu kwenye nyumba ile, lakini unaamini kwamba alam ya'lam bi anna Allah. Ndio Allah akasema, illa saum fa innahu li wa ana ajzi bi. Nimependa maneno ya mmoja katika wema waliotangulia, apiga mfano wa saum kwamba hii saum inakufundisha dunia. Saum kazi yake ya kwanza imekufundisha, hizi ibada zinakufunza, inakufundisha maisha ya dunia. Saum tumeambiwa ni ayaman maadudat, na dunia tumeambiwa fama wama mata'ul hayati dunya illa qalil, mata'ul hayati dunya fil akhirati illa. Saumu ni siku chache sana, ayama maadudat, siku za kuhesabika, na maisha yako ya dunia ni qalil, vile vile ni machache sana. Kwa hivyo kama ambavyo mwezi wa Ramadhani, shahru Ramadhan shahrun qasir fala yahtamilu taksir, mwezi wa Ramadhani ni mwezi mfupi, unapita hivi, watu wanaulizana, kwani leo tuko ngapi? Tarehe ngapi leo? 7. Na unaona umeanza juzi tu, si ndio? Paka vijana hutumia lugha yao chafu, wakasema tushaua ngapi? Tumeelewana? Tushaua 7 bwana. Usiue Ramadhani. Ramadhani imekuja kukuhaisha wewe, usiue. Ramadhani imekuja kukubariki wewe, usiue. Muue panya na nyoka, wacha kuua Ramadhani.
Sasa ni siku chache, inakukumbusha kwamba hata wewe katika dunia hii unaishi kwa muda mchache. Lakini saumu inapokufundisha kwamba dunia hii ni siku chache, hizo siku chache za dunia zipeleke kwenye ibada nyingine, ni ayyamul hajj. Ichukulie dunia ni kama umekwenda hija. Unapoenda hija, ukiingia kwenye ihram lazima ujinyime mambo, si ndio? Kwa kujinyima mambo yale siku kadhaa, mpaka utakapomaliza, ukirudi Mina unakuwa huru, si ndio? Ni siku za kula na kufanya nini? Na kunywa. Hivi hivi katika dunia hii, jinyime hapa, urudi akhira, uende ukaenjoy, ule na kunywa unachotaka. Mina ya akhira ni pale itakapotolewa roho yako. Sasa baada kutolewa roho, maisha yanayofuata imma rawdatun min riyadil janna au hufratun min hufari an-niran. Chagua kama wataka kuenjoy. Umemaliza haja yako vizuri kwa kujikataza kila ulichokatazwa kukifanya ndani ya haji. Ukishamaliza kwenda kurusha vijiwe kule, ukija Mina sasa uko huru, unakula na kunywa. Zile ni ayyam tashrik, ni siku za raha tu. Na dunia yako ifanye ni siku za haji, dunia yako ifanye ni mchana wa saumu. Jinyime ili ufuturu jioni. Ishi katika mpango na katika maelekezo ya Allah tabaraka wa taala anavyokufundisha katika dunia. Allah asema fa innahu li wa ana ajizi bi, saumu ni yangu na mimi ndiye mwenye kuilipa saumu. Kwa kuwa hii saumu katika maisha yako imebeba mambo mengi ya kukutakia wewe kheri, na wewe ukiishi na mambo haya utakiingia kwenye kheri ambayo Allah tabarak wa taala kuna siku atasema kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliya. Kuleni na munywe bima aslaftum fil ayyamil khaliya. Aslaftum fil ayyamil khaliya, kwa yale ambao mumepitia, mukajinyima, mukajikataza siku zilizopita za duniani. Sasa leo mmekuja peponi janna, kuleni mnavyotaka, munywe mnavyotaka. Hii saumu inakufunza kwamba maisha yote, Ramadhani ni semina inakukumbusha, au workshop inakuongeza na kukumbusha yale unaowajibika kuyafanya katika kazi yako. Wewe ni mwalimu, mkiekewa semina ya walimu, sio kwamba utasoma mapya, la, umehitimu ualimu. Zile unazostahiki kusoma katika ualimu yote umeyasoma, curriculum yote umeipitia, lakini waweza mkaitwa kwenye semina ni ukumbusho na kuwa refresh, ili ukumbuke jukumu lako wewe ni nini na nini. Na ndio Allah akatuletea hii saumu ili kukuweka wewe alert, ujijue kwamba wewe uko duniani kwa lengo gani. Fa innahu li wa ana. Kwa hivyo kila leo dua yako na nia yako ibaki kwamba ya Allah, Allahumma, Mola, ya muqallib alqulub thabbit qalbi ala taatik. Uthibitishe moyo wangu ubaki katika toa hii,
Leo nimekuwa sikosi swala ya jamaa. Allah ajalia miezi 11 inayofuata niweze kudumu katika swala ya jamaa. Nijalie Allah. Nilikuwa sikitambui kitabu chako, lakini katika mwezi huu kila siku nasoma juzu moja. Jalia baada ya Ramadhani nibaki katika msimamo huo huo, kwa sababu uko kwenye semina ya kukumbusha kazi zako. Haya unayoyafanya katika mwezi wa Ramadhani ndiyo maisha yako yanayotakikana yawe. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liyabudun wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Hii ibada si ya Ramadhani. Kama unaifungia Ramadhani, Ramadhani itaisha na Ramadhani haitakulipa. Weka nia, unamfungia Allah. Ibada unazozifanya ni za Allah. Kama ni za Allah, basi muombe Allah akujalie katika utaratibu aliokuwekea, umwabudu yeye mpaka kifo chako. Saumu yatufundisha kwamba sisi katika hii dunia twatakikana tujipe mapumziko na mapambano ya dunia. Dunia ni tamu, lakini tamu ambayo ndani ina sumu. Kwa hivyo usiende deep katika dunia. Ndio Allah kakuwekea ibada ili zipunguze spidi yako katika dunia. Katika mifano ninaopiga ya dunia na sisi ni mfano wa mdudu sisimizi. Sawa, sisimizi anaeleweka. Sisimizi ametoka na njaa kwenda kutafuta chakula. Kuondoka tu kidogo ameingia kwenye barabara. Alipoingia barabarani akakuta kuna mtu ameangusha chupa ya asali imevunjika. Asali mrundu imemwagika pale kwenye mchanga. Sisimizi akasema chakula si ndio hiki? Akagusa kidogo kuonja asali tamu. Lakini sisimizi mdudu mdogo sana, kupiga vitu kidogo ameshiba, akarudi kwenye nyumba yake. Kila akisikia njaa anafanya nini? Asali ipo tu ile, mwenyewe haitaki, imeingia mchanga, anapiga asali akirudi. Sisimizi akatoa shauri lingine. Kwa nini nipate tabu kwenda kurudi? Si mimi niingie katikati ya asali hapa, niwe nikipiga asali na lala hapa napiga asali. Lakini alipozama kwenye asali alikosa hewa. Sisimizi alifanya nini? Alikufa. Tumeelewana? Mmenielewa jamani? Sasa sisi ni mfano wa sisimizi na asali ni dunia. Ukizama kwenye dunia umekufa. Tumeelewana? Sasa Allah ndio akakuwekea ibada. Wapenda kula sana, akakuletea mwezi mchana uli, utoke kwenye mambo ya kula kidogo. Tumeelewana? Kazi, hela, Allahu akbar, dhuhuri hiyo inakubidi ufanye nini? Kidogo uzisamehe hela, uende mbele ya nani? Allah. Ukirudi baada kupiga ubwabo, wengine labda pumzika, mwingine kazini, mara asri imeingia, umetoka kwenye dunia umekuja kwa Allah. Hivyo hivyo maghrib, umeacha dunia umekuja kwa Allah. Mara 5 watolewa kwenye dunia. Unaposimama mbele ya Allah kwenye swala, huwa unasimama ukiongea na nani? Kwa hivyo dunia unaifanya nini? Unaiweka kando ili usizame ndani ya dunia. Jamani, mkiona ngalawa au mwazitaje vile vyombo vya baharini vidogo, mwaita nini hivi tunavyosafiria sisi? Tuaita mashua, boti. Tumeelewana? Ukiliona boti la olea linakuja na watu wako nakuja vizuri laogelea, unaamini wale watu wako salama ama wako hatarini? Boti linakuja vizuri, iko karibu, dakika 5 itafika ile. Unaamini watu wako salama, hawako salama? Wako salama, si ndio? Lakini je, ukiliambiwa, ukionyeshwa jamaa na kamera yale, hili boti liko ndani ya maji kule limezama,
utakuwa imani yako watu wako salama ama wako wamekufa maji. Sasa tuweni juu ya dunia, tusiingie ndani ya dunia, tutakufa maji. Tumeelewana? Salama yetu ni kuwa juu ya nini? Ya dunia. Usiwe ndani ya dunia. Ukiwa ndani ya dunia, aliyeingia ndani ya maji mara nyingi amekufa maji. Tuko pamoja? Sasa vipi utakuwa juu ya dunia? Ni pale utakapomweka Allah mbele yako. Walladhina amanu tatma'innu qulubuhum bidhikrillah, ala bidhikrillahi tatma'innul qulub. Ukamweka Allah tabaraka wa taala kuwa ndani yako, kwenye kifua chako, wakati wote hamu yako ni Allah, basi wewe utaishi salama katika dunia hii, kwa sababu unachotaka kukifanya unauliza, hakitovunja uhusiano wangu na kipenzi changu Allah. Hapa duniani unaimpenda, hutaki kumuudhi au kumkasirisha, au si kweli? Na kila mtu anataka kumfurahisha mpenzi wake. Sasa nani mpenzi zaidi ya Allah kwa waumini? Walladhina amanu ashaddu hubban lillah. Hakuna kipenzi zaidi ya Allah kwa muumini. Wanampenda zaidi Allah kuliko chochote kingine. Sasa kama ni mpenzi wako zaidi, usimkasirishe. Ta'sil ilaha wa anta tudhhiru hubba, inna dhalika la'umri fil qiyasi badiyahu, law kana hubbuka sadiqan la ata'ta, innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Ibn Kathir asema hivi, unamuasi Allah alafu unajidai unampenda? Haiwezekani. Yangekuwa mapenzi yako ya kweli, la ata'ta, ungemtii, kwa sababu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Wakati wote mpenzi kwa anayempenda lazima amtii, kwa sababu ajua nikikosa kumtii basi mapenzi yetu yatafanya nini? Yataharibika. Na taa ya Allah ni hizi ibada tunazokusanyika kwa ajili ya kuzifanya. Uwe na imani kwamba haya ndiyo yatakuweka salama. Kila alilokuamrisha Allah linakupa uhai. Ya ayyuhalladhina amanu stajibu lillahi walirrasuli lima idha da'akum lima yuhyikum. Itikeni mwito wa Allah na mtume wake pindi anapowaita katika yenye kuwahuisha nyinyi. Uhai wako katika kufuata amri za Allah na nani? Na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wewe ukiacha amri za Allah na mtume, wewe maiti, ushajiingiza kwenye madhara. Huwezi kuwa salama na wenda kinyume na Allah na mtume wake. Huwezi kuwa na maisha ya raha kama wenda kinyume na Allah na mtume wake, kwa sababu Allah ndiye aliyekuumba. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Nani mwingine anayekujua saa yako ya mkono? Kama imeandikwa pale nyuma usiingize maji, utaingiza kwenye maji? Na kwa nini? Kwa sababu unaamini aliyetengeneza saa ndio anaijua. Nikiingiza kwenye maji hii itafanya nini? Itaharibika. Huwezi kuingiza. Sasa pengine huyu aliandika maneno haya akiwa mlevi, hakuandika kielimu, lakini unaamini madamu yeye ndiye alitengeneza saa, anachosema ni. Sasa je, muumba Allah aliyekuumba wewe akwambie ishi hivi, wewe waishi hivi, utasalimika kweli? Na huwezi kusalimika. Wali rasul vile vile itikieni mwito wa mtume sallallahu alaihi wasallam.
Kwa nini? Kwa sababu yeye ndiye alipewa jukumu la kukuweka wewe kwenye mazuri. Wama arsalnaka illa rahmatan lilalamin. Huwezi kupata maisha bora ya huruma ila ufuate nyayo za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na ndio kwenye aya nyingine Allah asema kuonyesha muumini wakati wote atahadhari kuwa mbali na mafundisho ya Allah na mafundisho ya Mtume. Falyahdhari alladhina yukhalifuna an amri, watahadhari wale ambao wanahalifu amri za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an tusibahum fitna au yusibahum adhabun alim. Wataingia kwenye matatizo wakizia. Kwenye aya nyingine Allah asema wa'lamu anna fikum rasulallah law yuti'ukum fi kathirin min al-amri la'anittum. Jueni mna mtume, lau itakuwa amri ya mtume iwatii nyinyi baada nyinyi kumtii mtume, la'anittum, tapata tabu. Sasa haya maisha, ukitaka uhai mzuri ni lazima wewe uwe karibu na nani? Na amri za Allah na mtume wake. Huwezi kuwa na maisha mazuri kinyume cha hapo. Na ndio angalia, kila lilokatazwa na Allah na mtume wake kwako linakuwa ni shari, kwa sababu utakuwa umetoka katika msimamo au mstari wa dini, umefuata mstari mwingine, na ukiipa mgongo dini unakuwa mpumbavu. Wa man yarghaba millati Ibrahima illa man, yeyote anayekwenda kinyume na mila ya Ibrahim, huyo amejifanya mpumbavu mwenyewe. Nitatoa mfano mdogo tu wa wewe na mtoto wako. Magharibi umeenda na tende nyumbani, vishete fulani, kaimati nini, mtoto wako akachukua moja, karibu mama, kula mama. Yuwala, mara akasikia hata kujisaidia, enda haja, enda uwani, amebeba tende yake au chochote ile. Kitu cha kwanza utamwambia nini? Mama, wacha nikushikie. Watu chooni hawakuli wakiwa chooni, si ndio? Huwezi kuruhusu aingie nacho wapi? Lakini sigara wapiga chooni, hazipigi. Na sigara watu wanavuta chooni, wavuti. Sasa ikiwa mtoto mdogo si heshima kuingia chooni na chakula, wewe mtu mzima waingia na chakula wakipiga chooni, wewe una akili kweli? Hujaamua kwamba hii si kitu kizuri. Ingekuwa ni chakula ungekwenda nacho chooni. Sasa kama si chakula, kwa nini utumie? Umejifanya mpumbavu mwenyewe. Tumeelewana? Vipi mtoto hukubali aingie na chakula chooni? Haifai. Lakini wewe aingia na sigara chooni, ina maana unaamini sigara sio nini? Sio chakula. Kitu kizuri hakiingizwi wapi? Chooni. Kwa hivyo sigara ni kitu kibaya, alafu wewe mwenyewe unakula vitu vibaya. Mpumbavu si mpumbavu? Wa man yarghab an millati Ibrahim illa man safiha. Unaweza kumkubalia mtoto wako mdogo ameangusha chakula alafu akikanyage? Na mama, hebu leta fagio, huyo mwaga chakula. Lakini sigara mtu akitaka kuzima, hiyo azima na mguu na kiatu, si ndio? Ndio anaizimia pale. Una akili kweli wewe? Mpumbavu si mpumbavu? Sasa muumini, wewe una tofauti kwamba una Allah ambaye aliyekuumba, anakujua mazuri yako ni gani, yapi atakupa heshima yako, yapi ataangusha heshima yako, yapi atakupa maradhi, yapi atakuondoshea hiki, yapi atakufanya fukara maskini. Haya yote Allah anakujua, ndio akakukatazia. Hivi hapa la qadar Allah,
ile spika kule mwisho, tuone inatoa moshi, tutatulia tusherekee, mashallah inatoa moshi mzuri, na tutafadhaika sote hapa, si ndio? Wengine hawagi watakula kona hapa Kwa nini? Ishara ya moto ile inaungua, ikitoa moshi na maana inafanya nini? Sasa wewe ukitoa moshi puani, mdomoni, wewe unafanyaje? Wewe mwanadamu tena watoka pua, mdomo, yote inatoa moshi. Kama chuma kikitoa moshi kinaungua, wewe mwanadamu ukitoa moshi uko salama? Umekuwa mpumbavu, hujawa mpumbavu? Hukubali spika liungue, unajiunguza wewe. Huu ndio Uislamu. Allah ndio akajalia kila akieleza taa, anaieleza taa yake na nani? Na mtume. Sema kuna vitu vitatu katika maamrisho ya Uislamu ndani ya Qur'an yamekwenda pamoja, pairs. Ta'atullahi ma ta'ati rasul. Ati'u Allah wa ati'u rasul. Allah anaamrisha wa aqimu salah. Umekuja kusali, lakini ile swala yako haitokuwa swala bila ya kutimiza sallu kama raaitumuni. Usiseme muhimu ni kusali tu bwana. Hapana, atiu Allah wa atiu. Je, mtume amekuamrisha uswali vipi? Ukiswali unavyotaka wewe, kwa kuwa muhimu mimi namsalia Allah bwana, hata nikishika hivi nimesali. Hujaswali mpaka uswali vile alivyofundisha nani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La pili, katika mambo ambayo Allah amejalia katika Qur'ani yanakwenda pamoja ni masala ya wazazi. Anishkur li wa liwalidayka wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini. Kila Allah akikutaka wewe umwabudu yeye, la pili akwambia wema kwa nani? Haiwezekani mcha Mungu sana msikitini, lakini hata salamu mamako ana wiki humjui. Wewe hujakuwa muumini, hujakuwa muumini mzuri. Lazima mambo mawili, mwenye kuabudu vizuri lazima awatendee wema vizuri wazazi wake. La tatu, aqimu salah wa atu zaka. Alladhina yuqimuna salata wa mimma. Lazima kwa yule anayeswali lipatikane jambo la kutoa. Kila ikija amri ya sala inakuja na amri ya kutoa hela. Haiwezekani wewe ni msalina lakini mkono ngumi haufunguki. Jamaa mmoja alikuwa bakhili sana, mchoyo sana, akatumbukia kwenye shimo. Mzee atoka kusali usiku kwenye shimo la maji machafu. Sasa jamaa mwambia lete mkono, jamaa amezia tu. Kila anayekuja lete mkono, mpaka akaja jirani. Sasa jamaa huyu ni bakhili, ya mambo ya lete hajui huyu atakufa hapa, kwani baridi hii na maji machafu atakufia hapa. Mwambie chukua mkono. Alipoambiwa chukua mkono, haraka akachukua. Yeye amezoea kupewa tu, hajui kutoa. Na yeye muumini hana sifa hiyo. Kama ni msalina lazima uwe mtoaji. Hiki ndio kipimo cha Qur'an. Fuata aya zote za swala, ikiamrisha swala inaamrisha kutoa. Muumini lazima atoe. Na kwa nini asiwe na tabia ya kutoa? Na yeye ni mfuasi halisi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na sifa ya Mtume kana nabiyu ajwada nas. Alikuwa Mtume ni mtoaji sana. Tabia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa ni infaq, kwa sababu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alikuwa ajua anachokitoa ndicho kimebaki na alichokula yeye kimeisha.
ma indakum yanfadu wa ma inda Allahi baq. Vile mnavyoviweka kwenye maakaunti vile vimeisha, kwa sababu wewe chako ni kile unachokula tu, zile zingine za wengine. Wewe una milioni 500 kule bank, ya kwako ni ile futari ulionunua ya 1000 ngapi? Futari yaweza kugharimu pesa ngapi? Ile ya wastani 7,000, fanya 10,000. Sasa ile 10,000 ulokula leo, hii ndio yako. Zile milioni 200 sio za kwako. Ukifunga macho kuna wanaume kuna wanaume wanazisubiri, si ndio? Ukicheza kama hukuwapa malezi mazuri, waweza hata wasia wako wasiutekeleze. Wasema jamani, nikifa munijengee msikiti wa milioni 100. Wasema huyu mzee kwanza ameugua sana sukari huyu. Memory ilikuwa scratch nyingi. Tumeelewa? Chana naye. Yes, mbona hakujenga mwenyewe? Kwani alikuwa wapi? Sasa zile unazorundika wewe, bidii, nikifikisha milioni kama 700, mimi at least nitakuwa najijua niko pazuri. Alhaakumut takathur hatta. Yako ni ile unakula, yako ni ile unavaa, yako ni ile unatoa, basi. Lakini zile unazoweka hujiekei wewe, unaekea watu. Sasa Uislamu au Qur'an ikakufunza kwamba wewe ni katika maisha yako bora, kama ulivyo msalina mzuri, ni lazima uwe mtoaji mzuri. Jifunze kijana wa Kiislamu. Leo taswira hii imeondoka kwetu, image hii haipo. Sisi tufikiria kutoa ni wajibu wa nani? Wa tajiri. Hapana, kutoa ni wajibu wa kila anayeswali. Leo nataka mtoke nayo hii. Kutoa ni jambo la wajibu wa kila anayefanya nini? Anayeswali. Kwa sababu kutoa hakutakikani kutoa mali mengi, hapana. Liyunfiq dhu saati min saati wa man qudira alayhi rizqu falyunfiq mimma ataahu Allah. Mwenye ukunjufu mali mengi atoe kwa wingi wake, yule aliyepewa kichache atoe kwa uchache wake. Rubba dinarin khair min 100,000 dinar. Huenda ukatoa moja ikashinda aliotoa 100,000. Kimpango wa Mungu wewe unaweza kutoa 100, mwingine akatoa 1,100. 100 yako ikakupa hasanati, thawabu nyingi kuliko alotoa 100,000. Na haya ni maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kivipi? Wewe una 200, ukitoa 100 umetoa 50% ya mali yako, umetoa nusu ya mali yako. Yule ametoa 100,000, pengine haifiki hata 9th ya mali yake. Sasa ina maana wewe umejikamua ukatoa kwa wingi zaidi kuliko yeye. Ile alotoa yeye ni kidogo sana kulingana. Mtu ana milioni 5 akitoa 100,000 ametoa nini? Kichache sana, si ndio? Lakini wewe una 200, ile 200 ukatoa 100, umebaki na umetoa nusu ya mali yako. Wewe thawabu yako ni kubwa kuliko yule alotoa 100,000. Hii ndio mentality ya Waislamu ambao leo imeanza kupotea. Kukizungumza mambo ya kutoa, watu wanamwangalia, bwana fulani yuko hapa, tunaoheshimiwa kama 5. Kumbe kutoa si kwa ajili yake. Kutoa sadaka inakulinda wewe na shari za dunia na akhira. Kutoa sadaka inakuongezea wewe malipo yako, ajiri, hasanati. Kutoa sadaka itakuweka utakuwa na kivuli siku ya Kiyama.
una umbrella, una mwavuli ambao unakukinga na joto na jua kali la siku ya Kiyama. Jamani, kuonyesha kutoa ni kila mtu. Watu wote wakati wa kufa watalilia kutoa sadaka. Watu wote wakati wa kifo kilio chake atakuwa ni kutoa sadaka. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun. Mola, roho inatolewa na wewe unalia, unasema Mola, lau utaniacha, utanipa muda kidogo, uniregeshe, unipe chance nirudi duniani, fa asaddaqa, nitoe sadaka. Kumbe jambo la kutoa ndio penkila ya mauti. Mtu anapoumwa na kichwa akimbilia Panadol, si ndio? Akimbilia sijui penkila gani. Na unaposikia sakaratul mauti imekuja, utajiona hakuna kitu cha kukusaidia isipokuwa sadaka. Wanaikufa matajiri peke yao, na watu wote wanafanya nini? Kwa hivyo watu wote wanalazimwa kutoa sadaka. Tumeelewana? Watu wote wanalazimu kutoa. Jamani, ndio utakuta maswahaba walikuwa wakihuzunika wakikosa cha kutoa. Siku moja delegation, waft, ujumbe maalumu wa maskini, mafukara walokuweko kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umekuja ukakaa mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni kama mutoke hapa mcheguane watu maalum mwende kukamuone mea wa mji huu. Wamekuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, shida ni nini? Wakasema dhahaba ahlu duthuri bil ujuri. Ya Rasulullah, lilotuleta tunahuzunika sana. Kwa nini mwahuzunika? Hawa wenye mali mengi watakwenda na malipo, thawabu nyingi. Kivipi? Kwa nini nyinyi sio nyinyi? Asema yusalluna kama nusalli. Hawa wanaswali kama sisi, hawatushindi kwa swala. Wayasumuna kama nasum, wanafunga kama tunavyofunga sisi. Wayatasaddaquna bifudhuli amwali, lakini hawa wana hela, wanatoa sadaka, wana mali mengi wanatoa, sisi hatuna. Watatuzidi hawa ya Rasulullah. Wanalia, wanahuzunika kwamba hawana cha kutoa. Wewe unaokasirika ukiambiwa kutoa, pima imani yako. Hiki ndicho kipimo sahihi cha imani cha wenzetu. Na imani kusema ni kipimo, tuangalie wenzetu, kwa sababu Allah asema nini katika Qur'ani? Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Hawawezi kuongoka mpaka imani zao zifanane na wale wema masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wakiamini mfano mnavyoamini nyinyi Mtume na sahaba zako, ndio wataongoka. Kwa hivyo lazima tuweke kipimo chetu cha imani ni kuangalia salafu na saleh, wale wema waliotangulia walikuwa kiishi vipi. Wanakuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, walia hawana kitu cha kutoa sadaka, wenzao wanatoa sadaka, wamewazidi. Mwalimu bora, khairu muallimin, Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam ila akhiri layali wal ayyam. Kwa ualimu wake bora hakuwavunja moyo, akawajenga, akawaambia awalaysa ja'ala lakumullahu ma tatasaddaquna bi, kwani nyinyi Allah hajawajalia kitu ambacho mnaweza kutoa sadaka nacho? Ya Rasulullah, mafukara, chakula mpaka tusaidiwe, tutatoa nini? Rasulullah akawapatia plan B. Kama hamna hela ya kutoa, iko plan B. Nini? Fa inna kulla tasbihatin sadaqa. Ukisema subhanallah, nyinyi mtaandikiwa sadaka. Wa kulla tahmidatin
sadaqa. Ukisema alhamdulillah unaandikiwa sadaqa. Wa kulla tahlilatin sadaqa. Ukisema la ilaha illa Allah unaandikiwa nini? Sadaqa. Wa kulla takbiratin sadaqa. Ukisema Allahu akbar unaandikiwa sadaka. Hauna, usitumie wewe mwenye nacho ukasema shapata sasa hela zitoki, tapiga tasbih tu. Tumeelewana? Allah anakujua unacho hauna. Haya ni maneno Rasulullah awaambia ambao hawana cha kutoa. Wakaondoka na furaha. Sasa watatujua wale, manake hizo mamilioni, mimi nitaleta tasbih milioni 5 tawasiti. Wameondoka na furaha. Wako kwenye swala, wakitoa salamu wanaanza kuleta adhkar, subhanallah alhamdulillah Allahu akbar. Waona na matajiri, subhanallah alhamdulillah. Aya, washaingia kwenye anga letu hapo. Wametuvamia huku pia. Hapana, twende kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Jamaa hatari bwana, wameingia pia huku. Ya Rasulullah, kuna nini? Asema na wao waleta, wametuzidi vile vile. Huku wanatoa mali na huku wanaleta tasbih. Kuisha sisi. Rasulullah ambia dhalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Hiyo ni fadhila ya Allah, anampatia anayemtaka. Unapomwona mtu ana mali na bado anamnyenyekea Allah, ni fadhila ya nani? Mali yana kero, mali kiburi, si ndio? Lakini mtu ana mali na bado analia na Allah, hiyo ni fadhila yake. Hamwezi kuwa sawa. Allah kuna watu wamewafanya wawe na ubora kuliko wengine, ni fadhila yake Allah. Lakini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alivyo mwalimu bora, akataka wasiondoke na huzuni. Akawaambia wa fi bud'i ahadikum sadaqa. Hata mtu akilala na mkewe, si tushaelewa wazee, tukilala na mkeo, hata ukilala na mkeo unaandikiwa nini? Sadaqa. Angalia Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyo mwalimu bora. Psychologically hawaona hawa wana unyonge na hawawezi kuwafikia matajiri waumini, lakini nitakuonyesha nyinyi nani mna kitu mnakifanya sana. Maskini kwa mambo ya kulala jamani, hadha Rasulullah. Ndio watawashinda kwa mijihela huko, lakini upande wa kudandia magari, kwa sababu tajiri atakuja na mahisabu, trailer bado liko barabarani, sana hili haijafika, ile nini, akishtuka usingizi umemwingia. Lakini maskini akipiga dagaa wakimuingia vizuri. Tumeelewana? Akamwambia na nyinyi kwa hili nyinyi mko top, mko juu hai, kwa hivyo mnapata sadaka nyingi hapa na nyinyi. Wakahoji tena. Mwanadamu kwa mjadala, kiumbe uko mbele, wewe umpewa fursa, si uitumie tu. Lakini wakaanza kuuliza, inna rajula ata ahlahu bishahawati. Mtu amekuja kwa matamanio yake, feelings ndio zilomtuma. Hakuja kusali pale, ni shahawa zimemtuma. Atapata vipi thawabu na ankwenda kwa ajili ya hawa za nafsi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akamwambia, fa kaifa law ja'alahu fi haram. Lau angejalia shahawa zake, ja'alaha fi haram, akazipeleka kwa mwanamke ambaye si mkewe, nafsi imemtuma, amemwona mwanamke akasema huyu lazima huyu, akaenda kwake akalala naye, asema angeandikiwa ni haramu kwake, angepata dhambi. Kaambia kama ambavyo kule atapata dhambi kwa haramu, akija kwenye halali atapata nini? Thawabu, ataandikiwa sadaka. Wala sijasema ukaue mke wangu leo 10 leo, manake nitaka kuingia jannatul firdaus. Hapana. Fattaqullaha mastata'tu. Akikwambia siwezi, hawezi, mpe nafasi. Tumeelewana? Kwa nini uninyime bwana?
wewe unataki kheri, unataki janna mimi. Wewe acha story zako, uhuni huo. Tumeelewana? Nachokusudia waumini ni kwamba imani zetu zimetembea kwa miguu miwili. Imani ya mumin inatembea kwa miguu miwili. Mtu akitembea kwa miguu miwili ndio anatembea vizuri, au sio? Ndio Allah asema afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahada amman yamshi sawiyan ala sirati mustaqim. Yule anayetembea kichwa chini, huyo atakuwa anaenda anapostahiki, ama yule anayetembea vizuri kwa miguu yake? Bila shaka anayetembea kwa miguu akiangalia mbele, huyo ndio atafika pale anapokwenda. Sasa imani zetu zinakwenda na miguu miwili. Mguu wa kwanza, itqanul ibadati lillah, ni kule kuabudu vizuri, kufanya ihsani katika kumwabudu Allah. Ibada za Allah jiweke uko mbele ya Allah, unachokifanya kwa ajili ya Allah usishirikishe mwingine. Faman kana yarju liqaa rabbih falyamal amalan saliha wala yushrik biibadati rabbih. Wakati wa ibada mpe Allah nafasi yake, usiingize mambo mengine. Sio waabudu huku wafikiria biashara. Bwana mmoja imamu asalisha sala ya asri au dhuhuri, raka ya pili, alipokaa ile tashahudul awwal, kikao cha kwanza, imamu akasahau akatoa salamu. Yule bwana haraka haraka ameinuka kule nyuma, ameinuka, imam nasit, umesahau bwana, umesahau. Watuti, nini, mbona huyu amesahau bwana? Imamu amuuliza, kivipi? Asema, mimi nikiingia swalani pale nikileta Allahu akbar, mimi huanza kupakia mzigo wangu, lori langu linaondoka. Ukifika tashahudul awwal, mimi huwa niko boda custom, nalipia mzigo. Ile tahiyatu ya mwisho ile raka ya 4, mimi huwa nishateremsha mzigo. Leo niko custom, wewe toa salamu, wewe umesahau bwana. Sasa huyu waswali nini jamani? Kama kipimo chake cha swala ni biashara yake anavyotembea nayo, imekuwa swala ndio mileage yake anaotembea nayo, hakuna swala. Jaribu ibada yako ukiifanya uone kuwa Allah yuwakuona kama wewe umuone. Al-ihsan an ta'budu Allah ka'annaka fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Mweke Allah mbele yako, uamini anakuona. Na unapofanya kazi mbele ya tajiri, unaifanya vibaya au vizuri? Bila shaka unaifanya vizuri. Ndio mguu wa pili, ihsan ila makhluqillah, ni kuwafanyia wema viumbe vya Allah. Usiwe ni mtu wa ibada lakini tabia mbaya. Hapana, kuwa na ibada mzuri, kuwa na tabia mzuri. Fa amma man ata wattaqa wa saddaqa bil husna. Allah kila akitaja imani ya kweli ni ile itakayopatikana mambo mazuri, itapatikana wema na itapatikana ibada. Hiyo ndio imani ya kweli. Ibada ambayo haina wema haiwezi kuwa ibada mzuri. Na ndio Allah akajalia katika kila swala ikitajwa, yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, aqimu salata wa atu aqamu salata wa atau zaka. Kila ikitajwa ibada vile vile inarudiwa kutajwa na wema. Allah sema katika Qur'ani, wa taawanu ala albirri wattaqwa. Angalia mambo mawili, saidianeni ala albirri, kwa wema, wattaqwa, na kuogopa Mungu. Kwa maana tusihimizane jirani yako, ukitoka kwenda msikitini umepiga mapilau yako, swala. Katika sifa za wanaoipinga dini imetaja sifa mbili. Sura nzima imetaja sifa za watu wawili wanaoipinga dini. Nani atanisomea sura hii kwa wasiokuwa walimu au maimamu na maustadhi? Nitaka watu wengine.
Kuna sura inazungumza watu wanaoipinga dini hii wamekosa sifa mbili: sifa ya ibada mzuri, sifa ya tabia nzuri. Namalizia muhadhara. Naam. We shekhe bana. Asante, wewe sikupi zawadi, manake Allah amekupa zawadi kubwa, una cheo chako, si ndio? Araaita alladhi, shukran jazakallah khair. Araaita alladhi yukadhibu biddin fadhalika alladhi yad'u alyatim wala yahullu ala. Tabia mbaya hii, wanawadhalilisha yatima, hawahimizi kusaidia maskini, hawa wanapinga dini. Sifa ya pili, fawailun lilmusallin alladhina hum an salatihim, adhabu kali ni ya wale wenye kusali lakini swala zao baada ya Ramadhani wanazisahau mpaka Ramadhani nyingine. Hawa wana adhabu kali. Ijumaa mpaka Ijumaa nyingine, harusi mpaka harusi nyingine, mazishi mpaka mazishi mengine, msiba mwingine ndio kuingia kwake msikitini. Huyu yuko na adhabu kali. Utakuta huyu ana ibada mbaya, ana tabia mbaya. Uislamu unataka utembee na miguu miwili, taqwa Allah wa husnul khuluq. Utembee na ucha Mungu, utembee na tabia njema. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.